si nilimpa kansa yako? Safari hii itamvimbisha moyo na hawezi kutoboa, hawezi. Kwa nini unafanya yote haya mwanangu? Mama, nafanya yote kwa sababu ya hali yako. Ona sasa, na muda mrefu sasa sijaenda shamba. Yote haya kwa sababu ya afya yako tu mama yangu. Sasa basi, nimeamua kupambania mpaka hali yako itakaporudi kuwa sawa. Mwanangu, nashukuru sana kwa msaada wako. Hakika una upendo sana kwa mama yako. Abedi mwanangu, naomba unisikilize kwa makini. Dunia ina mambo mengi sana. Tafadhali mwanangu, isikuadae. Umri uliokuwa nao ni wa kujifunza mambo mengi. Tafadhali, naomba uwe makini sana. Ukengeuka hata siku moja, kitu utakachoniambia utakifuata hivyo hivyo mama yangu. Hakika utafuata maagizo yako mpaka Mungu atakaponichukua uhai wangu. Mwanangu, epuka changamoto. Na mimi nitakwenda kwa wazazi wa Moshi kuzungumza nao. Lakini mama, leo jioni nahitaji kuonana na mwenyekiti. Mwenyekiti? Mke wangu, kuna jambo nalihisi na si zuri, linaweza kuharibu mahusiano yetu ya hii familia. Ni jambo gani hilo mume wangu? Na lina nguvu kiasi gani mpaka liende likaharibu mahusiano ya familia yetu? Ni kuhusu mama yako. Mama yangu? Mama yangu amefanya nini? Hivi kuna siku hata moja ushawahi kujiuliza kuhusu ugonjwa? Si maradhi kama maradhi mengine tu. Veranda, mke wangu, na wasiwasi sana na mama yako, huenda anahusika katika hili. Mama yangu? Sio kweli. Hawezi kufanya hivyo. Unamkosea sana mume wangu. Nisikize nikwambie. Nikijaribu kuunganisha doti napata majibu yale yale. Veranda, mke wangu, mama yako ni mchawi. Iwe mwanzo na mwisho
kumzungumzia vibaya mama yangu, na ukiendelea hivyo utanipa talaka yangu nirudi kwetu. Huu ni mwanzo tu. Nitakisha na waumbua wabaya wote wanaomzuru mwanangu. Binamu, samahani sana kwa usumbufu yako. Ninalo jambo moja linanisumbua kichwa, linaniumiza kichwa. Natamani useme nini? Ni jambo gani hiyo? Na leo ulishinda wapi? Maana kutwa nzima hukuonekana nyumbani. Ni kweli nilitoka kidogo. Si unajua kazi zetu hizi za udalali ndugu yangu. Kwa hiyo nilitoka nikaenda nikaemea kidogo. Nadhani ndio maana tulipishana. Ehe. Ni jambo gani hilo sema linakutatiza? Wakati natokea bondeni nilikutana na Mgangambuli. Kwanza kuna siku moja kwenye harakati zangu za mihangaiko nilimkuta Mgangambuli akiwa na mke wa mtu, tena uchi wa mnyama, yani wako utupu. Weta binamu yangu, ujue wewe hauna mipaka kabisa katika mdomo wako. Haya, ulimkuta na mwanamke wa nani? Bwana, mke wa rafiki yako Bwana Gati. Ndio niliowaona naye wakiwa utupu. Bweta, una uhakika na unachokizungumza? Binamu, kwani mimi na wewe tuna utani? Huo ndio ukweli na uwazi wa TBC. Yaani ni ukweli usio na chenga. Tangu nijue mimi nishe kukuongopea. Mimi nasemaga ukweli. Bweta, sasa kufumaniwa na kutishiwa maisha vinahusiana vipi? Sasa mimi baada ya kuwakuta iliniumiza. Maana yule ni ndugu yetu Bwana Gati. Nikafunga safari, nikaenda kumwambia Bwana Gati kwamba mkeo 1 2 3. Sasa najiuliza, ni nani aliyomwambia Mgangambuli? Amejuaje? Hiki ndio kinachoniumiza kichwa. Maana mimi nilimwambia Gati peke yake na wewe ndio mtu wa pili. Binamu yangu, umeyakanyaga makaa ya moto. Yule jamaa si mtu mzuri kabisa. Sasa binamu, itakuwaje ndugu yangu? Utafute ukamwombe msamaha, la sivyo itakuwa hatari juu ya maisha yako. Wewe, yaani mimi mwenyewe unavyoniona, sawa? Nimekamilika, niko kamili gado. Sawa? Kwa simuogopi na uganga wake. Kama yeye anajua kitovu changu kilipozikwa, afanye lolote aone. Usinione hivi binamu. Mimi mwenyewe maafia. Dada. 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 Shemeji. Niliona kimya, nikahisi mmetoka wote. Hapana, nilikuwa ofisini kidogo. Karibu. Asante, lakini mimi sio mkaaji sana. Vipi, kuna tatizo? Tatizo lipo, na ni tatizo kubwa sana. Vipi, dada nimemkuta? Hapana, dada yako ametoka kidogo. Hebu niambie ni tatizo gani? Itakuwa vizuri dada akiwepo, kwa sababu ni gumu sana shemeji. Mimi ni moja kati ya familia yako wewe. Linaowakuta ninyi linanihusu mimi kwa 100% kubwa sana. Shemeji, kama ni zito, tunaweza saidiana sote kulibeba. Usijibebeshe mzigo ambao tungeweza kupunguziana. Basi usingekupa maumivu. Shemeji, niahidi kwanza
kwamba hutomwambia mtu yoyote yule. Na kuahidi sitamwambia mtu yoyote siri hii. Basi sawa. Ni hivi, kuna mpango mkubwa sana ambao unaendelea kati ya baba na Mburi. Jana niliwasikia kwa masikio yangu mawili wakiwa wanapanga maangamizi. Ni nani wanaotaka kumwangamiza? Hebu niambie. Wanataka kumwoa shangazi mama Abedi. Unasema? Wanataka kumwoa shangazi. Hivyo naomba msaada wako. Tunamwokoaje shangazi? Wewe nenda, usimwambie mtu yoyote, maana ni hatari sana kwako, na mimi nitajua cha kufanya ili kuokoa maisha ya shangazi yetu. Mwenyekiti, ni muda sasa umepita tangu mara ya mwisho tulipogawana zile mali na kaka yangu Chamuogo. Ndiyo. Natumai baada ya pale mlikuwa na maelewano mazuri kati yako wewe na kaka yako Chamuogo, si ndio? Mwenyekiti, mzizi ule wa mgogoro wala haujakatika, na sasa hali imekuwa mbaya sana. Unajua, sitaki kuamini kama nyie mligombana tena, wakati kila punda alibeba mzigo wake. Sasa haya yanajirudiaje tena? Mwenyekiti, sasa bwana Chamuogo ameanza kufufua tena yale makaburi. Amekuja kunidai zile hati za shamba langu kule bondeni, na amevuka mipaka. Sasa ananitishia amani, na ndo sababu ya mimi kuja hapa. Mama Abedi, hili shauri lenu ni gumu sana, na mkifanya masihara, mkifanya mzaa, mtakuja kuuana. Wewe unamjua vizuri kuwa kaka yako ni mkorofi. Aha, mwenyekiti, yaani mjomba sio mkorofi tu, mjomba wangu pia ni mchawi. Wanataka kumuua mama yangu, ndio maana mpaka sasa hivi unaona afya mama yangu jinsi ilivyo. Wanataka wamle nyama mama yangu. Poleni sana, tena poleni sana kwenye hili. Ujua serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haiamini katika uchawi. Hivyo basi niwaambieni, kwenye jambo la uchawi tuliweke pembeni. Hapa tuzungumzie migogoro ya shamba. Nadhani ndio jambo la msingi lililotukutanisha hapa. Hayo mengine sioni kama yana umuhimu. Sioni kabisa. Mwenyekiti, hata kama serikali haiamini uchawi, uchawi upo. Abedi, hebu tumsikilize mwenyekiti anachozungumza na atakachokiamua kuhusu hili jambo tuliloleta hapa. Dada, pamoja na kijana hapa, kwanza niwashukuruni sana kwa hili jambo lenu kuanzia kwangu mimi. Mmeuona umuhimu wangu mimi mwenyekiti. Na kwa kuwa hili jambo lipo mikononi mwangu, basi niwaahidi tu, nitamtafuta huyo bwana Chokorofi, bwana Chamuogo, nizungumze naye. Na ikiwezekana, tukae wote kwa pamoja ili tuyazungumze kifamilia. Nina imani hili litakwisha bila hata wasiwasi. Sawa, mimi nimekubali. Lakini Chamuogo alisha hapa kutaka kunizuru. Nilikuwa naomba kama kitu chochote kitanipata, basi mtu wa kwanza kukamata awe Chamuogo. Huyo bwana Chamuogo ni waahidi tu, hana ujanja wowote wa kuweza kuwadhuru nyie, kukuzuru wewe wala mtu yoyote. Na akileta ujanja wake hapa, nitamkamata na kumalizana naye. Kwa hiyo dada, tafadhali kunywa maji yaingie, kula ushibe, usiwe na wasiwasi wa aina yoyote. Mimi mwenyekiti wenu
nitalisimamia hili, na ninawaahidi kabisa, akileta janja nyani zake, aise, nawaandikieni barua ili mkamalizane huko mbele ya safari. Najua huko hataweza kuleta tena ujanja. Watu kama wale tunamalizana nao kabisa, ili tuwe huru katika kijiji chetu. Mbavu kabisa, shenzi type, sukutu raadab. Habari zenu? Sana, karibu. Upo shemeji? Ndogo sawa. Marhaba, jambo. Karibu. Asante. Shemeji, nimekuja ukiwa kama kaka wa mume wangu. Naomba ukae chini na mdogo wako umuelekeze. Sitaki anichonganishe na familia yangu. Punguza jaziba kwanza shemeji. Kwani chanzo ni nini hasa? Geti ananitafutia sababu sasa. Kama amenichoka, anirudishe kwetu. Eti anamwita babangu mchawi. Yaani familia yetu sisi ni wachawi. Subhanallah. Mbona anataka kutafutia matatizo huyu? Kwani haya maneno yameyatoa wapi? Shemeji, na ndio maana nimekuja kwako. Naomba ukae chini na mdogo wako umueleze. Mimi sitaki matatizo. Sitaki nichafulie familia yangu. Nimekuelewa shemeji. Mimi nitazungumza naye. Wewe uwe na amani kabisa. Na kuomba usiende kumwambia baba yako. Tutakaa chini tutazungumza. Sawa mama? Sawa shemeji, mimi naenda. Subiri chakula. Muda si mrefu dada yako anaandaa. Nitakuja kula siku nyingine. Hivi kumbe familia yenu ina matatizo? Mnaweka sana mbele ushirikina. Wao walimuita mamangu mchawi. Mdogo wao kamuita babake mkwe mchawi. Veranda, kama umekosa cha kuzungumza, tafadhali na kuomba ukae kimya. Siwezi kunyamaza. Utamjuaje mtu mchawi kama wewe sio mchawi? Hata nyinyi wachawi vile vile. Baba, basi inatosha. Inatosha sasa. Sababu kubwa ni ugonjwa wangu. Ndio maana mnagombana. Baba, kwani mnataka kuiona amani ya familia yetu? Kwa nini? Watu unajifanya unajua kupiga.
Sasa tutaona. Wewe unataka tucheze mchezo wa kujificha eh? Yaani kombolela. Ulienda wapi? Nilikuwa mpirani baba. Hey! Kwa nini unanidanganya? Yaani mtoto nilikulea mwenyewe, ulitoka katika kiuno hichi, leo unanidanganya mimi baba yako? Sikudanganyi baba. Pumbavu mkubwa wewe. Ulisikia nini mazungumzo yangu mimi na Mbuli?